So guys, aje niwaambie kitu moja, mtu mwenye anataka kusaidika atasaidika. So tuko kwa story Obinna, Dapaman, demo wa Facebook and au watu wote. So unajua vizuri sana demo wa Facebook alipitia tu ile safari and like kulingana na yeye alikuwa focused and alikuwa anajua ile kitu anataka. So see where she is, she's winning and she's just growing and glowing now. Right after demo Facebook ametoka, of course platform ya Obinna asha explain akasema that yeye ni achukue mtu amlete pale at least support and then akifika mahali kwenye anaweza jisimamia release and then after that mtu mwingine apatie mtu mwingine chance and that is what happened after demo Facebook ametoka. Kulikuja watu wengine tumeona akina Katelo wamepitia pale and right now Katelo by the way anafanya fiti ako pale mbele na mnajua pale after ametoka kwa Obinna mali alienda and is still winning. And also there is this guy Dapaman. Guys, I'm telling you the truth today that Dapaman anaenda kukua the next big thing, the next sipia nimuite nini, but angalieni tu Dapaman kulingana vile anachapa kazi na kulingana na ile respect ako nayo. Hizo ndo character demo Facebook alikuwa nazo, ni characters ama ni characteristic whatever. Ajai dharau mtu like you know, kuna watu mtu akikuja ingie pahali anaanza kudharau yule mwingine mwenye alikuwa hivi that. But hata before tusonge sana, there is this post yenye alipost akiwa na Obi. And kwa ile post kuna ile alicaption tu. Kuna caption tu, okay, alicaption and ikaleta a lot of mixed reactions and alipost pale akisema ndo bosi wangu and ila wakati nilikuwa chini watu walinidharau, watu waliniona that sita make it, watu waliniona that I'm useless and all sorts of you know vitu kama hizo. Kama uliona hiyo post unaelewa kitu najaribu kusema. So guys mimi kama kuna mtu najua na napenda sana Dapaman amekuwa akirespect demo Facebook and ukijaribu kuangalia kwa comment section ya hiyo post watu like ndio maana nawaambianga ukiwa pale juu kuna wale watu ni watu wengi sana wanakuwatch na ni watu wengi sana wanakufuatilia and it's either wanapenda ile kitu unafanya ama hawapendi. So it's up to you choose. It's up to you respect wale watu labda walishapita mbele yako na pia respect wenye bado hawajafika ile kiwango wewe umefika. Because for Dapaman after amekuja hajawahi dharau mtu yoyote. Heshima ni ile amerespect boss wake, amerespect wale watu wamepitia pale and watu pale kwa comment section walikuwa like yo Dapaman, sisi tutazidi kukusupport na wewe tunakupenda sana ujai dharau demo Facebook. Unaona? That's why nawaambia ni watu wengi sana wanakufuatilia na wanakuangalia na wanapendele kitu. It's either wanapendele kitu unafanya ama hawapendi. Because ukiona fans wakikuja kusema hivyo kwa comment section ni kumaanisha wamefurahishwa na ile kazi huyu jamaa anapiga. Hajadharau mtu. Yeye ameletwa pale na kazi na anajua ile kitu imemleta kubuild future yake, kubuild tomorrow, you know, kesho yake yani kuwe better. That's why yeye alikuja pale na akafocus. Hata demo Facebook alikuja pale na akafocus. Mambo ya kushinda kudharau watu ananga. Na you remember guys, let me take you back. Sometime back Obinna alishaisema kitu and akasema yeye amesaidia watu wengi sana, but ni wachache sana wao mshukuru, wao appreciate kwa ile kazi amewafanyia, but the majority wao kuja and wanaanza kufanya nini, wanaanza kusema vile sijui vile yako, wanaanza kumtoanisha you know. Na yeah, ni wachache sana wenye urudi na appreciate. Lakini nasemanga mtu heshima si utumwa. Ndio nikwambie. Hata sasa ikuwa wewe ni mtu ule ana heshima watu watajua that wewe si mtu uko na heshima, yani uko na adabu. Mapema sana unaanzanga kuonea mtu mbali sana. Dapaman mnaweza sema ni mtu aina gani, na unaweza sema like unaweza sema vile sasa like unaweza sema huyu atakuwa aje in the next 1 year ama 2 years ama nini, kulingana na bila anafanya kazi yake. Kitu moja Dapaman kwa watu wake sana,
jamaa anajituma. And kitu kingine pia ana respect bosi wake. That's all the time bosi. Bosi na respect na akiwa pale yeye ubehave. Si vizuri kukombea watu, but mimi naona zile tabia demo Facebook alikuwa nazo ndio Dapaman ako nazo. Anajua kwenye atacheza like kwenye ataleta mchezo, na anajua kwenye kustahili kuwa na mchezo. Ikiingia ni wakati wa job, wanachapa kazi kabisa wakiwa serious. So guys, tuendelee kusupport jamaa. Unaweza fans wanafurahishwa na yeye juu yeye ako na respect, na kitu yenye inawafurahisha zaidi ni kuwa even after amekuja pale na at least akaanza light, akaanza kuona ikaanza kukani kama sasa amegrow, anafanya vizuri, hajawahi dharau mtu yeyote, na hajawahi dharau hata demo Facebook hata siku moja. Na remember na demo Facebook mabesti sana kutoka kitambo sana, hata before hata akuje ati afike place sahi yako, akuje kuingia pale kwa Obina, bado they were besties, and still ile friendship yao iko bado. So tusupport jamaa. Nimeona fans wakimwambia, nimeona wakisema kwa comment section that watamsupport mpaka kule kitu anataka kuwa, mpaka afike ile place yeye mwenyewe yeye ameishi kutaka. Na ukisikia mtu akikuja kusema watu waliniona yani sitaweza, waliniona mimi ni useless, uni mtu mwenye unaweza sema amekapitia kwa mikono ama ni kwa mikono ama ni kwa mdomo za watu, amekapitia, watu wamemtoanisha. Demo Facebook hivyo ndio alikuanga anasema, watu walikuwa wanamwangalia hivi wanamdharau tu, but right now she's a queen. Hivyo Dapaman atakuwa the king. So hii ni kukuonyesha nini guys? Ama the aim of this video ni nini? Ni kukuonyesha aje ile opportunity, any opportunity utawaipata kwa maisha, any opportunity usiwahi chezea. In fact, chukua hiyo wakati sasa na ujitume, cause bahati kujangi mara ya pili, like bahati huwezi ipata tena mara ya pili. Ikisha kuja na imekupita, umezuba imekupita, that's all. Uipata tena my friend, uta struggle. So any opportunity ina come your way, make sure you grab it and ifanyie kazi. Right now Dapaman ako pale ameng'ang'ana. Unakumbuka ile wakati akikuja pale akitwa Dapaman, Obina akambadilisha, the guy akakuja akakuwa and Obina, be blessed. This man like anasaidia watu wengi hapa nje, wengi sana, a lot. Na hizi baraka mnaonanga amebarikiwa, analea watoto wake vizuri, my friend, ni Mungu. Ukiamua kusaidia watu na roho yako yote, ukijijima wewe mwenyewe ndio mtu mwingine pale at least apate kidogo, na yeye Mungu atakuaibisha, ata make sure amekubless na kila kitu, ikuwe ni wisdom, ikuwe ni nini, because pia kulea wale watoto inahitaji, yani lazima Mungu akuwe na wewe, si rahisi, si kitu tu unaamka unasema Anyways guys, let me know what you think. Subscribe, like, comment, and share. Tupatane kwa the next video, and remember you're on road to 5k subscribers guys. Tupeleke channel ifike at least 5k subscribers. So bye bye.